Bavu. Vipi kaka? Na shida? Unajua ndugu yangu, siku mbili hizi mimi sikuelewi. Rafiki yangu. Wewe acha tu. Kuna tatizo gani? Unajua wewe mimi ni ndugu yangu wa karibu. Sio marafiki, sasa hivi si ndugu. Unapokuwa na tatizo alafu ndugu yako anajificha na sio kweli. Alafu huwezi ukaishi na hali kama hiyo hapo. Wewe sio kawaida yako kwa hivyo. Ndugu yangu na kitu kinaniumiza kichwa sana. Kitu gani wewe nikifikia tu hapo kumielewa kitu namna hiyo? Ni muda mwingine nafikia tu hadi najilaumu kwa nini nimefanya. Na kama ningekuwa najua kama tutakuja kutokea kitu kama kile, nisingechukua maamuzi kama haya. Unajua unazidi kunichanganya. Kwani nini kimetokea juu yako mpaka unachanganyikiwa kufikia kiasi kama hicho? So mimi nimezoea tukikutana tunapeana dili zetu, tunapiga mambo yetu, maisha yanaenda. Sasa leo unakuta katika hali kama leo siku ya pili, siku ya tatu na kuona upo katika hali kama hiyo, afu vitu unavinielezea, yani maana yake mimi nashindwa kuvitambua. Mtoto wa binamu Kafanya nini? Kafa? Mara 10 angekufa. Kafanya nini sasa mtoto wa shangazi yako? Akampigia kesi ya wizi? Afadhali ingekuwa hivyo. Kafanyaje sasa? Yaani ninachomaanisha kwa ni vipi? Amenishikia mimba. Mimi nikajua kinakuchanganya kitu kikubwa. Umeua, umeiba, umebambikiwa kesi ya kubaka. Mimi nikajua vinakuchanganya vitu vya ujauzito. Sasa kuna mwanaume anayekasirika kuambiwa sasa hivi umefikia stage ya kuitwa baba. Au anafikia tu kuchanganyikiwa kiasi hiko. Nini unaogopa sasa? Kwa kama mwanaume na lile jambo kulitenda na tayari matunda yake ndio hayo. Wewe unaogopa nini? Maliki, naomba nikwambie kitu kimoja, sikia. Hivi vitu sio vitu vya kuchukulia masiala tu. Ni kweli kila mwanaume anapenda awe na apate mtoto, atie mimba. Mmoja ya kitu ambacho kina utengeneza wanaume wa mtu ili aonekane kuwa ni rijali. Ukumbuke kwa nimekwambia ni binamu yangu. Hasa hapo tatizo binamu, tatizo mimba. Mimi sioni kama kuna tatizo. Na nadhani unajua kwa binamu ni ndugu. Sawa. Wakati unalitenda hilo ulikuwa ufahamu kwamba yule ni ndugu. Mpaka mkatenda mjue yatenda na inafikia hatua hii leo. Na ndio maana nimekaa hapa najuta. Sasa hata kama ukijuta ndio lishatokea. Madhali yamethibitisha kwamba wewe ndio mwenye mzigo wako, mwagika nao. Shida iko wapi? Shida binamu au shida mimi? Najua nachukulia kitu rahisi, lakini sio jambo la kuchukulia rahisi. Na ndio maana nikarudia tena kukwambia kwa unajua kwa binamu ni ndugu. Sawa, kwanza binamu yako gani kwanza? Hebu tuachane na huko kote. Binamu yako yupi na nafananaje yani mpaka wewe nafikia hapo unaogopa na kwani yeye ni chizi? Asma. Vipi? Unamjua? Hamna. Hapana, simfahamu. Sema nini ujue mbavu? Hilo jambo lisikuchanganya. Sawa. Kuwa huru kufanya mambo yako, mambo ya kawaida tu hapo. Acha basi mimi niwahi hapo kati. Unaenda? Naingia zangu kati tu hapo. Kuna jambo hapa naenda kulifanya. Sema kuwa huru baba.
kuna shida gani? Nimegundua familia zetu za leo zimekosa heshima, kila siku vilio. Nimeamini familia zetu za leo zimekosa heshima, kila siku vilio. Wewe vipi? Una kama hivyo? Wewe mimi kwani unachukuliaje? Unaona mimi sina akili, sijitambui. Yaani unaniona mtu wa aina gani? Amna. Sio amna. Unajua nikwambie kitu? Wewe sio wakuja kunidanganya mimi. Sasa mimi kudanganya nini? Unajua ulichokidanganya kwangu, si ndio? Yaani wewe unadiriki kutoka ulikotoka kuja kunibambikia mimi ujauzito. Hivi ni kweli? Mimi sijakubambikia ujauzito. Hujanibambikia eh? Sasa kwa taarifa yako nikwambie, mimi nina akili timamu. Yaani katika watu uliosikia wameugua mimi sijawahi kuugua. Alafu ninachokizungumza si kwamba nabahatisha. Hapa unavyoniona nimetoka hospitali. Sawa? Nina ripoti ya daktari kwamba mimi sina kizazi wala uwezo wa kumpa mtu ujauzito au kumpa mwanamke ujauzito. Mimi sina. Unaniambia wewe hiyo mimba umetoa wapi? Unaniletea nini? Sema. Yako. Yaani umekalia tu yako. Wewe na daktari nani anasema kweli? Wewe na daktari kweli nani? Hivi vitu vingine sio mnakaa mnakumbuka. Mimi najitambua. Yaani umetoka ulikotoka umezunguka kote, umenionaje mimi ni baba huruma, umenichukulia mimi hapa ndio shirika la kulea watoto wasiokuwa na mababa, mimba zisizoeleweka au unanichukuliaje? Yaani umenionaje kwa kifupi? Sasa sikia, nikwambie kitu kimoja. Kuanzia muda huu hapa tunavyozungumza mimi na wewe, sawa? Mimi sina muda tena na wewe. Cha kwanza. Cha pili, kama unatambua kuna vitu vyako huko ndani, sawa? Ingia, chukua unachokijua cha kwako. Tembea. Vipi ujambo? Jambo, shikamoo. Marahaba. Hizi ndoo zote zako? Aha. Salama. Mambo vipi? Poa. Nzima. Nzima. Hapo unakaa? Nakaa hapo nyumba ya nyuma hapa. Umeolewa? Hapana. Hujaolewa? Kwa nini msichana mzuri kama hujaolewa? Shida nini? Nimetoka huko kijijini kwetu huko. Kwa huku nimekuja kufanya kazi za ndani. Kwa hiyo nakaa hapo. Mimi nataka mchumba. Kuolewa? Mimi siwezi kuolewa, labda ukaongea na bosi wangu. Una simu? Hapana, sina. Basi shika hii. Hii ya nini? Zawadi yako tu. Pesa wako ni. Sawa. Sana kama unachogopa kitu gani? Nitakutafuta. Haya, asante. Unajua na miundombinu gani tunaendelea nayo? Sawa. Mimi naenda.
kama nilivyokuambia, mimi nimetokea kukupenda. Na chochote utakachokitaka mimi nitakupa. Utake gari mimi nitakununulia. Ukitaka nyumba mimi nitakujengea. Umemaliza? Nyinyi wanaume washizi ukitaka gari nitakupa. Wewe unaweza kanipa gari mimi? Wewe mwenyewe baskeli una unipe mimi gari, utaweza? Tena wewe, sipendi kudanganywa katika mahusiano, umesikia? Wewe bwana. Wewe unamhitaji? Wewe bwana mwanaume mwenzangu, huyu atakupa mimba huyu. Nakuhusia. Unijui wala mimi sikujui. Samahani kwa hili. Atakupa mimba huyu. Mwenzako ashanikuta na wajua vizuri hapa. Huyu namjua vizuri tu, anakupa mimba huyu. Shauri zako. Hapana, mimi ni mgeni. Hata mimi naona sura yako ngeni kwao. Unaitwa nani? Johari. Johari. Hapo unaishi maeneo gani? Naishi nyumba za hapa katikati hapa. Huko. Sasa mbona umetokea hivi? Unamwona huyo mtu anakuja huyo muha anadai hapa sina hata. Mambo vipi? Poa, niambie. Ishi na kwaje? Safi, kwema? Sima. Poa. Niambie. Safi. Mbona tuonani? Nipo, sema bosi kanibana hatari. Yaani nashindwa hata muda kutoka. Basi karibu wewe nyumbani, uchelewe unarudi. Kwako tena kufanya nini? Nenda kuja store. Maana penyewe bosi kaniagiza hapo dukani, kaniambia niende niwahi kurudi. Sasa nikichelewa tena hilo itakuwa habari nyingine. Hapa maana njaa inaniuma vibaya. Kwa njaa inauma? Basi. Hapo sawa. Tatizo na haraka. Una hamu ya mimba? Mimba tena? Wajuya. Niulize mwenzio kilichonikuta. Anakupa mimba sasa hivi? Huyo sasa hivi anakupa mimba. Huyo hapo sasa hivi mimba anakupa. Wewe unamuelewa? Sielewa. Basi sawa. Sawa. Mambo vipi? Poa. Mzima wewe? Mzima. Poa. Niko poa. Vipi mbona hai yani chakala? Nimetumwa dukani hapa na hivi ulivyonisimamisha ndio nazidi kunichelewesha. Sasa dakika 3 tu naongea nao sema nakuchelewesha. Vipi jamani? Wewe vipi? Sawa. Wewe Bana ulisimama na mtu yupo wapi? Nipo niko peke yangu nimesimama mwenyewe hapa. Kuna mshikaji wangu namsikiliza. Usinitanie. Nimekukuta na mtu kabisa hapa. Wewe mpumbavu nini wewe? Simekuta na mtu hapa, iko wapi huyo mtu alosimama hapa? Eti niko peke yangu blaza, kwani unioni? Peke yako kati mtu ulikuwa watu wawili hapa. Wanaongopea, si ndio? Mtaa utakuta wa uchungu.